ya sikia ya Mungu mengi, mwachie Mungu kama alivyo. Leo nimekutana na kijana ambaye anajitambulisha kwa jina lake kama unavyomuona. Atatueleza mambo mbalimbali ya kusikitisha na ya kusononesha, lakini pia jambo zuri zaidi, atatuambia umuhimu zaidi ambao iko nao hadi sasa. Mtazamaji, nikwambie tu ni mwanafunzi wa chuo cha Mwalimu Nyerere ambaye sasa anachukua degree mwaka wa kwanza. Tutapiga naye story, tutamuuliza mambo mengi. Mambo vipi kiongozi? Salama, habari? Unaweza kujitambulisha kwa jina lako? Majina yangu matatu, ninaitwa Gejera Kea Girimui. Ndio. Ni kijana ambaye nimezaliwa katika mkoa wa Mara, katika wilaya ya Bunda, na nyumbani kwetu ni kijiji cha Kiandege, kabila Mtatu. Naam. Unaweza kutuambia safari ya maisha yako hadi kufika hapa? Safari ya maisha yangu, wakati niko mdogo, nikiwa na miaka kama 8, wakati ninacheza na watoto wenzangu, hapo ndipo katika kucheza nilipigwa jichoni na mtoto mmoja katika kucheza. Nikawa nimepata changamoto katika mishipa ya macho, nikawa nimepata pressure ya macho, hiyo ambayo ilipelekea nije nihame shule ambayo ilikuwa inaitwa Kitembele, na nikahamia shule ya wasioona iliyoko Musoma itwayo Mwisenge. Huko nikaweza kusoma na kuhitimu 2011 shule ya msingi, nikafaulu kwenda Shinyanga Secondary School. Nikatoka huko nikaenda chuo kimoja pale Tabora, nikasoma elimu ya walimu katika chuo cha Musoma Utalii College. Baada ya pale 2022 niliweza kufanikiwa join hapa Mwalimu Nyerere katika idara ya agenda, nikaweza kusoma certificate ya community development na hatimaye nikamaliza, nikaunganisha na diploma, na mwaka jana nikamaliza diploma. Sasa hivi niko degree ya management social development MSD hapa Mwalimu Nyerere Memorial Academy, chuo kilichopo Kigamboni Ferry, Dar es Salaam, Tanzania. Sawa kabisa. Labda kwa faida tu ya watazamaji, unaweza kuambia kwamba kipindi unazaliwa ulikuwa unaona kabisa vizuri? Nilikuwa ninaona kabisa, sikuwa na changamoto yoyote. Lakini kama unavyosikia kwamba hujafa hujaumbika, ndicho tukio ambalo limenitokea. Lakini baada ya kupata check up kutoka kwa daktari, mwaka 2013, muda huo nikiwa tayari sioni, nimeshapoteza hali ya kuona, daktari akaniambia, wewe haina budi, inabidi ukubali kuwa kipofu na ukubali hiyo hali. Tangu ile siku nikakubali hiyo hali, na tangu nikubali haijawahi kunipa matatizo, haijawahi kunipa mawazo ya namna yoyote, na nafanya kila kitu katika hali ya ujasiri na katika hali ya ubora. Vipi hiyo changamoto ulipoambiwa na daktari, ulipopewa maelekezo, yalijisikiaje kwanza? Binafsi nilipokea, nikasema kwa sababu hamna mtu ambaye anaweza kufahamu mambo ya kiafya zaidi ya daktari. Kwa hiyo kama daktari ameweza kusema hivi, mimi hata ni nani nikaweze kupinga? Lakini pia nikafikiria kuna watu ambao hawaoni, wameajiriwa, wanaendesha maisha yao. Nikaamini bado maisha yangu hayajawa na mwisho, bado naweza nikaendelea na maisha na nikaja kuwa na maisha bora yenye mfano katika jamii yangu. Safi sana. Faida ya mtazamaji, naomba utaendelea kutazama season inayofuata ya pili katika mahojiano yetu, ambayo niko na kijana ambaye yupo sasa mwaka wa kwanza katika chuo cha Mwalimu Nyerere. Jambo la kusikitisha, lakini amebeba matumaini makubwa sana ya kuhakikisha anatimiza ndoto zake. Nifuatilia katika episode yangu ya pili inayofuata.